Mtu anayempenda mme wake, mke wake, anatii automatiki bila kushurutishwa. Hatumpendi Yesu. Mtu anayempenda Yesu hashurutishwi kuandaa Sabato, wala hawezi kununua. Vile ambavyo unaweza ukavumilia mume anaposema hela hakuna, na wewe unaona mazingira yote kwa maisha ulioishi naye ni mkweli, ndivyo Kristo atakavyolipeleka kanisa kwenye dhiki. Anasema utakapokuwa mwaminifu utapewa taji ya nini? Uzima. Ni mwaminifu wakati kuna vitu. Huwezi kuwa mwaminifu wakati kuna vitu. Ni mwaminifu wakati wa dhiki. Kuna mijeredi inapita, kuna bakora zinapita. Endelea. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Sikiliza hiyo final. Ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili. Ninyi hamuwezi kuufuata nini? Mwili. Bali mwaifuata Roho. Bali mwaifuata nini? Roho. Sasa tulia kidogo. Amen. Angalia jinsi tunavyoutii mwili. Mashauri yote ya matayarisho ya Sabato yanasema sio lazima kushiba siku ya Sabato. Jumamosi nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, nikamwambia twende tukamuone mzee nani kule ameparalyze muda mrefu. Sisi kama Wakristo, maelekezo ninayosoma juu ya Sabato, ukiwa unaongozwa na Roho, Sabato haiwezi kutua hujaenda kumuona mgonjwa hata mmoja. Maana anasema ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Lakini unajisikia kukaa kwenye TV umerelax siku ya Sabato, wewe unatenda mapenzi ya nini? Ya mwili. Wala Yesu hajafurahi, wala Sabato yako ni mzigo tu. Isitoshe umenunua, umefanya makorokoro mengi, lakini mbingu zinasema kanisa lililoko safarini sio aminifu. Kwa nini? Tunaendelea kuhubiri amri 10, Waroma wanasikia, Wapentekoste wanasikia. Mungu anasema nitawanyeshea mvua kwa sababu ya watu wachache sio waaminifu, ila wanaendelea kuhubiri amri 10 za nani? Za Mungu. Wakristo mnaonisikia leo, utakapoweza kubalansi mambo ya mwili na mambo ya roho, ukakaa rohoni, usisikilize mwili. Leo kanisani mule, kama uhudhuria harusi wanakujua watu wa mwilini. Nasema ngoja tutaona atakapoozesha. Yaani mambo ya roho kwao sio tatizo, ni mambo ya mwilini. Wanafanya mambo ili kuwatukuza binadamu wenzao, sio Mungu wa nani? Sasa tunarudi kwenye imani. Wanamwamini Mungu gani? Si tulianza na imani, walimwamini Yesu. Yesu ndiye anasafisha dhambi, lakini ndani ya mwili ndimo operation inafanyika. Roho anataka kukaa ndani. Ili roho akae, lazima mambo ya mwili yakanyagiwe chini. Yakishakanyagiwa chini, roho atakaa juu. Roho ikikaa juu, angalia mtu akifa, wachungaji wanasema hivi, mambo ya kanisa tumemaliza. Lakini ndio wamepewa mamlaka ya kusema Waadventista wote, atakayegusa hayo maua kuweka kwenye kaburi araniwe. Anasema mambo ya kanisa tumemaliza. Kwa hiyo haya ni mambo ya familia. Kwa hiyo hii familia iende motoni, mchungaji abaki salama. Haleluya. Wala sio waumini wanaojiandaa kwenda mbinguni. Ukiangalia kama wako sahihi.